Vikosi vya usalama vimefukua miili 47 katika msitu wa Shakahola huko Malindi katika muda wa siku 3. Haya ni huku uchunguzi kuhusu mhubiri aliyewaambia wafuasi wake wafe njaa ukizidi. Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome amesema siku hii ya leo atazuru eneo hilo ili kuimarisha uchunguzi unaoendelea na uchimbaji wa miili hiyo. Baadaye Koome hatahutubia wanahabari kwenye tovuti huku timu zikiendelea na shughuli za ufukuaji. Mkuu wa uchunguzi wa Malindi Charles Kamau alisema mnamo Jumapili walifukua miili 26 na kuongeza idadi hiyo hadi 47. Alisema msako unaendelea sio tu kutafuta miili bali manusura wa ibada hiyo. Eneo la hekari 800 hekta 325 la msitu huko Shakahola limefungwa kwa shughuli za utafutaji. Polisi wanatarajia kupata miili zaidi ambayo imezikwa katika makaburi ya kina kirefu. Waumini 15 wa kanisa la Good News International waliokolewa wiki iliyopita. Kiongozi wa kanisa hilo Paul Mackenzie Ndenge yuko rumande akisubiri kufikishwa mahakamani. Polisi wanasema kufikia sasa wamegundua makaburi 58 katika msako huo. Hata mhubiri aliwaambia watapata zaidi ya watu 1000 ambao walikuwa wameenda kumlaki Yesu. Hiki ya watu wamefariki na haswa hapa ambapo tuko tunaona mpaka kuna makaburi mapya ambaye yamekuwa discovered pia saa hizi, na wale wamekuwa affected sana ni watoto. And we also need psychosocial counseling. The scenes that are, being witnessed here are horrifying. Both the officers and also the journalists and everyone who is here requires constant psychosocial counseling so that they can continue to do this work. Mai wako wengi hapa ndani ya msitu, so hii rescue inatakana tuipatie kipao mbele ili watu waje wasaidiane na maofisa wa polisi na washirika dawa wajitokeze ili tusaidie, kwa sababu msitu ni kubwa na haswa hizi makaburi ambapo tunaziona zaidi kwa saa hizi zinaweza jitokeza, haikosi watoto ndani. The rescue mission requires urgent beefing up so that we can get more officers to go inside. Hatujaona ishara yoyote ya county leadership. Hii ni county ambayo ni no man's land ama iko governor katika county hii. In other areas tungeona governor, senator na delegation zima imefika hapa, lakini sasa hii imepita zaidi ya wiki nzima hatujaona the presence of the governor, hatujaona the presence of the leadership ambayo iko katika county hii. So we are calling upon them kwamba wajali wananchi sio tu wakati wa kura. Kwa mfano zile ziko hapa ni zile najua ni 5. Kuna Galilaya, kuna Sokari, kuna Sidoni, kuna Bethlehem na kuna Tiro. Hizi ni vile vijiji ambavyo Yesu na mitume wake walitembea kuzunguka kuhubiri injili kwa wanadamu those days. Ugawanyaji wa vijiji huku ulikuwa unategemea na ule muda umeingia huku. So watu walianza kugawanywa Galilaya, walipojaa watu waliendelea kumiminika, wakagawanywa Sukari, wakaendelea kugawanywa depending na ile time mtu alikuwa anakuja. Tried to administer first aid but he completely refused. You could see the body is weak but he refused to open his mouth even as we were trying, to put some water on the lips and a few sips of water. So tunaamini ya kwamba watoto wameweza kudanganywa na pia na wazazi wao na wakaweza kufanyiwa dhulma ambaye si ya kawaida. Kwa hivyo tunashurutisha washirika dao wote waje hapa ili kuweza kusaidiana na sisi tusaidie community ambayo iko hapa, na pia wale ambao tunasikia wametoka hapa tayari wako ndani ya msitu wasije wakavuka na kuingia sehemu zingine ili kueneza hii uvumi ya radicalization kwa wao wengine.